Shalom. Na wasalimu wote kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Shalom washindi. Amen. Tusimame ngoja Biblia zetu Waefeso mlango wa 6 mstari wa 10 mpaka wa 17 na Wakorintho wa pili 10:4-5. Nitasoma Waefeso 6:10 mpaka 17, alafu nitataka mtu mmoja anisomea Wakorintho wa pili 10:4-5. Basi kabla hatujasoma maandiko haya tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme mkuu, Bwana Yesu Kristo, tunakaribia kwa unyenyekevu mbele zako saa hii tena, saa ile ya muhimu sana katika ibada hii. Ni saa ya kusikia kutoka kwako Bwana. Wakati fulani ulipokuwa hapa duniani, baada ya kusulubiwa, kuuawa na ukafufuka Bwana, uliwatokea Kleopa na mwenzake katika ile barabara ya Emmaus, na ulijificha, hawakujua wewe, na ulipowauliza ni mambo gani haya mnazungumza habari zake, walikutazama kwa mshangao. Sema wewe tu ndiye mgeni mahali hapa, hata hujui mambo mabaya sana, mabaya kabisa ambayo wakuu wetu wameyafanya. Ndipo ukauliza mambo gani kana kwamba hujui. Ulipoanza kuzungumza nao Bwana, ulianza kuanzia manabii, Zaburi na Torati, neno likinukuu neno. Ulijifunua kwanza kwa njia ya neno kabla ya kujidhihirisha wazi kwao, na huo ndio mtindo wako daima. Tunaomba Bwana, kama ulivyowabariki Kleopa na mwenzake, hata wakasema je, mioyo yetu haikuwakawaka? Hata kusikia mioyo ina furaha sana hapo alipokuwa akijifunua kwetu njiani. Bwana Yesu, njoo kwa mtindo ule na kuomba ujifunue kwetu mchana wa leo. Nipe neema tu moja, neema ya kujiondoa njiani, ili wewe uje mwenyewe unene nasi Bwana. Najikabidhi mikononi mwako sasa. Baba, mimi nayesimama hapa nahitaji msaada wako sana kuliko yeyote Bwana. Hubiri hapa na uketi pale na utikia amina, na ukaishi neno hili ndani ya mioyo yetu. Tubariki sasa, ni maombi yetu. Tusamehe dhambi zetu Bwana, tusamehe makosa yetu, ni mengi, dhambi ni nyingi. Tunaomba tuangalie kupitia damu yako tu, ile damu ya thamani iliyomwagika msalabani. Tunaomba haya kwa jina la Bwana Yesu Kristo, amen. Nasoma kwa jina la Bwana. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Na ni nyingi kweli leo. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Hebu niseme siku hii ya uovu. Na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmefunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule muovu. Tena pokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Mtu fulani wa Korintho wa pili 10:4-5.
tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Wote wakanywa kinywaji kile wapi 10:15. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu au maarifa ya Mungu, na kukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Amen. Silaha zetu zinaangusha strongholds, ngome. Amen. Sasa unajua ngome, unajua strongholds, ngome. Unaweza kuwa na jambo maishani mwako limekushikilia very strong. It is holding you strongly. Inakushikilia kwa nguvu. It is a stronghold. Ni ngome. Inakushikilia kwa nguvu. Hayo mngine unajua fulani unataki. Lakini imekung'ang'ania. Unaelewa? Imekung'ang'ania tu. Unataki tena unalia usiku na mchana. Imekung'ang'ania tu. Tuna silaha ya kuangusha asubuhi. Haleluya. Na silaha zina nguvu katika Mungu. Hata kuangusha. Cast down imaginations. Tupilia chini mawazo. Kuangusha. Kuangusha. Napenda kuangusha. Kuangusha. Kwenye mieleka. Anakuwa chini mpaka anapumzika sekunde kadhaa. Tunapaswa tufanye hivyo. Kwani shetani chini mpaka ikuona kukujia tena anapiga mahesabu ya kutosha. Bibi harusi anaweza. Silaha zetu zina nguvu jamani, zina uwezo hata kuangusha jambo gumu. Nimekushikilia dada, nimekushikilia ndugu, hulitaki. Asubuhi ya leo chukua imani, angusha chini. Chapiga chini hapo, unasahau kabisa. Oh man, mnampenda Bwana Yesu? Naweza kuketi. Mungu awabariki sana. Basi sasa kuna Jumapili iliyopita nilionyesha picha fulani, diagram fulani hapa. Hebu chukua ile body soil speed ile PDF, ni page moja tu. PDF ile hebu ikuze kidogo ili watu waione, hata walio kule nyuma. Kuna kitu fulani nilionyesha kwenye diagram hiyo. Sasa walio kule nje, sasa hiyo nayo changamoto. Walio nje hawezi kuona hii diagram hapa. Sawa. Okay. Nilisema hivi. Hii picha, unajua hii hapa ya duara tatu ni hii hapa imerahisishwa ili tuweze kuelewa zile sehemu tatu. Mwanadamu ni kiumbe chenye sehemu ngapi? Tatu. Kuna mwili, kuna roho, kuna nafsi. Amina. Sasa hii duara hapa ambayo inasema mwili, roho, alafu nafsi pale, hii imerahisisha tupate kuelewa. Inawakilishwa katika umbo la mchoro tupate kuelewa. Sasa hii hapa ndio inaleta kizunguzungu hii hapa, kwa sababu wengi tunajua na tumekuwa na mawazo hayo kwamba roho ya mwanadamu iko hapa. Sasa ikawa sasa ni changamoto. Mke wangu aliangalia ile pale kidogo, anyoshe mkono aseme naomba urudie hapo, akavumilia tu kwa sababu labda mimi ni mume wake, akanistahi. Lakini wakati tumetoka hapa kutoka gari, ndio wakaanza topic hii, wakasema kile ni kizunguzungu, hatujaelewa kabisa, lazima uelezee jambo hili. Sasa roho ya mwanadamu haiko hapa. Hapa
hapa moyoni kuna chumba kidogo. Sayansi iligundua katika moyo wa mwanadamu kuna chumba kidogo, hakina chochote, hata damu hakuna. Wakachunguza, wakaridhika, wakaandika kwenye magazeti kwamba tumegundua nafsi inapokaa. Kile chumba kidogo ndani ya moyo wa mwanadamu, nabii anasema hapo ndipo nafsi inapokaa. Hiyo ndio nafsi ya mwanadamu ambayo hapa tunaiona hii hapa, lakini ukija kwenye mchoro huu iko hapa moyoni. Nafsi jamani, haiko huku. Amina. Nafsi iko hapa moyoni, na hapa ndipo ile mbegu iliyokusudiwa hapa tangu milele, daima imekuwa hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ndio tunasema sasa, roho ya mwanadamu, roho iko hapa. Sasa inabidi nielezee kwa kweli. Sikilizeni, hizi tano: imagination, mawazo; conscious, dhamiri; affection, upendo au hisia; reasoning, hoja; na memory, kumbukumbu. Hizi hapa ni sehemu tano, ni hizi tano za rohoni au za kwenye nafsi. Za wapi? Za rohoni. Na vita vinapigana wapi? Hapa. Wapi? Mungu akusaidie sana. Sasa nitaelezea, wala usio na wasiwasi. Hapa sasa wewe unaangalia ubongo, si ndio? Huu ni ubongo. Ubongo sio roho. Naomba ili nieleze taratibu sana, nisimwachie mchungaji matatizo. Ubongo wa mwanadamu sio roho. Ubongo, roho haionekani kwa macho. Ubongo unaonekana ama uonekani? Ubongo ukipata hitilafu, daktari anapasua kichwa, anauona ubongo, anaufanyia kazi. Kama ni uvimbe, anatoa wapi? Kwenye ubongo. Ubongo sio roho. Lakini hapo kwenye ubongo, huo ubongo, hapo ndipo roho ilipo. Na hiyo roho hapo kwenye ubongo haionekani. Na kwenye hiyo roho iliyo kwenye ubongo hapa, si ndio? Hiyo ndio inahisi tano. Amen. Okay, ngoja niseme kitu fulani hivi. Hebu nisaidie hapa. Nisikilizeni, mtanielewa tu vizuri sana. Roho inakuwaje sasa pale? Roho haionekani. Unaweza daktari anaweza akapasua ubongo akaona imagination. Anaweza kuona imagination. Imagination ipo ama haipo? Ipo. Lakini daktari hawezi kuona imagination. Hiyo ndio sehemu ya roho hiyo iliyoko hapo kwenye ubongo, imagination, mawazo. Lakini daktari akipasua ubongo anaona mishipa na kila kitu, lakini haoni hiyo sehemu ya roho, haionekani kwa macho, iko pale. Amen. Okay. Anaona memories. Akipasua anaona kumbukumbu zako. Zipo ama hazipo? Lakini hazioni. Hiyo ndio sehemu ya roho isiyoonekana katika ubongo. Anaona reasoning. Haoni. Iko pale. Si ndio? Anaona affection, hisia. Haoni.
iko pale. Unaona? Kwa hiyo kwenye ubongo kuna sehemu ambayo ni ya kiroho isiyoonekana kwa macho, lakini iko pale kwenye ubongo, na hapo ndipo vita vilipo. Okay. Sina bado inakuwa ngumu, si ndio? Twende tu, nitakupa mfano mdogo utaelewa. Naomba Bwana niombee niweze kuelewa. The brain, akili, tumia ubongo. Okay. Ubongo and the mind, na akili au na roho. Sasa tunaanza kuachana hapo. Hapo ndio Kiswahili tunaanza kuachana na Kiswahili. Yeah. The mind, nia. Sasa hiyo nia hiyo inaitwa nia. Sasa unajua haya maneno kiukweli ni muhimu sana. Kufanya upya nia zenu, sio kufanya upya ubongo wako. Tunafanya upya nia zetu. Our minds are renewed. Nia zetu zinafanywa upya. Not our brains. Sio akili zetu, wala sio ubongo. Ubongo ni ule. Sikiliza. Ubongo ni ule ambao ulikuwa unawaza mabaya, unakuongoza kufanya mabaya, si ndio? Affection ni tamaa mbaya za wanawake kila mahali, mpaka watu wanakupa majina mabaya mtaani. Kwenye ubongo hapo. Si ndio? Alafu mara baada ya muda unamkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mambo hayo yote yanageuka, umefanywa upya nia yako. You have renewed your mind. Umefanya upya nia yako. Sasa the mind, nia, that is the unseen part. Hiyo ndio sehemu isiyoonekana of the brain, ya ubongo. You can't see the mind of a person. Huwezi kuona nia ya mtu. Sasa sikiliza. The brain, ubongo, and the mind, na nia are closely related. Vinahusiana kwa karibu, but they are not the same thing. Lakini sio kitu kile kile. Unajua, sikilizeni hapa, nataka muelewe. Tunaweza kuwa watu wawili barabarani, wote tukatizama jambo. Huyu mmoja akasema, unaona tu kitu kimepita hapo, sio mchezo. Huyu mmoja macho yale yameona. Sawa sawa? Inategemea kwenye maindi yake. Kama ana kano maindi, kama ana nia ya kimwili ndio iko pale, haijafa, akasema, halo dada, Suzi, habari? Sisi mchezo katika ilivyombika pale, afu ile kile kimini alichokipiga kimenichanganya. Samahani kwa lugha hii, nataka muelewe. Lakini macho yanayoangalia ni kama ya kwako, na wewe umesimama pale ukatizama jambo lile, ukasema, Bwana nirehemu. Macho ya damu na nyama haya, macho yako ya damu na nyama hayo, lakini tafsiri ya kitu unachokiona inategemea nia iliyoko ndani yako. Tafsiri ya kwenye ubongo inavuka kwenye ubongo, ile tafsiri inakwenda ndani ya ndani, inategemea pale ndani yako ni nini kipo. Hicho ndio kitatoa tafsiri ya kile macho yameona. Macho yanaokota leo kwenye ubongo, ubongo unachakata, unapeleka kwenye mind. Hapa kwenye mind hapo ndio panaanza kuleta tafsiri. Ubongo utafsiri chote. Pale ndani kuna zaidi
ya ubongo. Okay. Now the brain. Sasa ubongo. The brain, ubongo, is the physical organ inside your head. Ni kiungo cha kimwili ndani ya kichwa chako, kama mkono, kama jicho, huo ndio ubongo. Kama ulimi ni ubongo, ni kiungo kabisa. Lakini kiko wapi? Kichwani. It is made of billions of nerve cells. Kimeundwa kwa mabilioni ya seli ndogo, neva ndogo zinaitwa neurons, and can be seen. Na hizo zinaweza kuonekana. Huo ubongo can be seen, inaweza kuonekana. The brain, huo ubongo, can be touched, unaweza kuguswa. Can be studied by doctors, unaweza kufunzwa na madaktari wakajifunza wakauchunguza, and scientists, na wanasayansi. Sasa think of the brain, wazia ubongo, as the hardware of a computer, kama kompyuta inayoonekana, kama ile sehemu za kompyuta zinaweza kushikika. Wazia ubongo kama sehemu za kompyuta zile ambazo zinaweza kushikika. Ukifungua kompyuta kuna vitu mle ndani, kuna hard disk, si ndio? Kuna CPU, kuna sijui nini, sawa, kuna memory chips ziko mle. Zote vile unaweza ukaviona, ukavishika. Vikiharibika, jamaa anachomelea pale, anamaliza, anafix tatizo. Kompyuta yako bwana imepona ne? Kwa kompyuta ina sehemu mbili. Ina hardware, sehemu ambayo inashikika na kuonekana, ile kule unaloliona. Alafu ina software part of it. Ina sehemu ambayo haishikiki. Sasa software sasa. Kiswahili chake anajua. Yaani software. Okay. Tutakuja kwenye point. Okay. Sawa You can see a hardware computer. Unaweza kuona vitu vinavyoonekana, sehemu zinazoonekana za kwenye kompyuta. But you cannot see. Lakini huwezi kuona by your eyes, kwa macho yako, the software, zile sehemu zisizoonekana, zile program. Ni ile mifumo, kuna program ambazo sasa ndio zinafanya hiyo kompyuta ifanye kazi. Si ndio? Kwa kawaida unaponunua kompyuta unapewa tu dungu lako pale, kila kitu. Alafu unakuja kuna CD. Kuna CD. Unasema mimi nataka software inategemea na matumizi ya kompyuta yako. Unataka software gani? Ya kuchora michoro. Ukipewa hilo, halina hiyo. Unanunua CD, unaweka, si ndio? Alafu ile software unainstall mle, ndipo unaanza kuchora. Kwa hiyo kompyuta lazima uweke software. Uweke programu, mifumo ambayo ndio itafanya kompyuta iweze kufanya kazi. Kwa hiyo unapewa CD yako, unachomeka, unafuata utaratibu, unaingiza ile software, kila kitu, unawasha kompyuta yako, unaanza kufanya nini? Kazi. Kwa hiyo sehemu ya hardware, ile sehemu ya vifaa ile unaiona, lakini software, mifumo, ile mifumo sasa ambayo umeweka mle ndani, huwezi ukaiona kwa macho yako, lakini unaona matokeo yake. Sawa sawa? Hivyo ndivyo akili, ubongo na mind, ile nia, ile sehemu ya kiroho vinafanya kazi ndani ya mwanadamu. Hii sehemu ya kiroho ndio kiukweli inaendesha hata huo ubongo na kutafsiri kila kitu. Hiyo sehemu haionekani. So, kwa hiyo
A brain is like a hardware of a computer. Ubongo ni kama sehemu inayoweza kuonekana na kushikika ya. If a person receives a head injury, kama mtu akipata maumivu kichwani, jeraha au majeraha kichwani mwake, the brain can be damaged. Ubongo unaweza ukaumia. Doctors can take pictures of the brain. Madaktari wanaweza kuchukua picha za huo ubongo by using whatever CT scan, wakitumia hiyo mifumo walionayo. CT scan, MRI, tunajua wanatumia, anamulika nini? Ubongo. The brain controls breathing. Ubongo unaongoza kupumua, unaendesha movement, kusogea, hearing, kusikia, seeing, kuona, and other body functions. Na sehemu zingine, matendo mengine, hata kupiga kwa moyo kunaendeshwa na wapi? Na ubongo. Automatic kabisa. Si ndio eh? Hizi zinapaswa tuendeshwe na Roho Mtakatifu automatic. Mani, tunapaswa tumilikiwe sana Roho Mtakatifu mpaka tuendeshwe automatic na Roho Mtakatifu, kama ambavyo ubongo unaendesha viungo vya miili yetu automatic. Hivyo unakaa tuweze, sasa nisukume damu, sasa ipande, sasa ishuke iende kwenye au chumba cha kushoto, ipande iende, sasa nataka iende kwenye ubongo. Una muda huo? Automatic. Automatic. Christian life, uhai au maisha ya Mkristo, is automatically lived, yanaishiwa moja kwa moja yenyewe. Basi kwanza kusema unajua mimi ni Mkristo, kwa hiyo sasa unajua inanibidi utaumwa na kichwa. Huwezi hiyo. It must be automatically lived. Iishiwe moja kwa moja yenyewe. Nira yangu ni laini na mzigo wangu ni automatically lived. Ukiishiwa moja kwa moja wenyewe. Okay? Now the mind. Sasa nia. The mind, nia ambayo sasa hiyo mind sasa ndio sehemu ya roho hii hapa. Sawa sawa? Ambayo ina nini? Mawazo, dhamiri, hisia, hoja na nini? Kumbukumbu. Hii ndio the mind. Nia. The mind has 5 parts. Nia ina sehemu 5. The mind, nia, is the spirit, ni roho of a man, ya mtu. Haleluya. And the man consists of 5 senses. Na mtu anahisi, the mind, nia inahisi 5. You see? Imagination, mawazo, conscious, dhamiri, reasoning, hoja, memories, kumbukumbu, and affection, na upendo au hisia. So the mind is the spiritual part. Kwa hiyo nia ni sehemu ya kiroho of the brain, ya ubongo. Sasa, now the mind is the invisible part. Sasa nia ni sehemu isiyoonekana. That includes your thoughts, ambayo inajumuisha mawazo yako, understanding, ufahamu wako, memories, kumbukumbu, decisions, maamuzi, imaginations, mawazo, emotions, misisimko. Hiyo ni sehemu isiyoonekana. Na hiyo ndio roho ya mwanadamu. Okay? Now, for example, kwa mfano, when you remember your childhood, unapokumbuka uchanga wako, udogo wako, that is your mind at work. Hiyo ni nia yako ikiwa kazini. The part of memory, sehemu ya kumbukumbu. When you decide whether to tell the truth or a lie, unapoamua kusema ukweli au uongo, that involves your mind. Hiyo inajumlisha nia yako. When you imagine a house, unapowazia nyumba, you want to build, unayotaka kujenga, that imagination, hiyo wazo, is part of your mind, sehemu ya nia yako.
Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mmeelewa sasa? Hizo sehemu mbili zilizogawanyika, sehemu moja ni hardware, ni ile sehemu inayoonekana, hiyo ni ubongo. Alafu hapo kuna sehemu isiyoonekana ambayo inaitwa mind of a man, Nia ya wanadamu. Kiswahili nasema nia ya mwanadamu, si ndio? Na hiyo ndio ina sehemu 5, na hiyo ndio roho ya mwanadamu. Na hapo ndipo nabii anasema unaweza ukabatizwa Roho Mtakatifu na ukafanya miujiza na ishara na maajabu katika roho yako na bado ukapotea. Haina uhusiano wowote na nafsi yako. Hiyo ni inacheza kati hapa kwenda juu na hapa kwenda juu, ndio vita vilipo. Na huu ndio ulimwengu wa roho. Kama ulikuwa unaanzia ulimwengu wa roho unachora mapicha huko si wapi, nataka kuambia ulimwengu wa roho papo hapa wewe. Na vita vyote viko papo hapo ulipokaa. Fujo za papo hapo ulipokaa. Mnaelewa? Kwa hiyo nilitaka kuliweka hilo sawa sawa, na nafikiri inatosha. Kama kuna jambo ambalo hujaelewa, basi wewe utaniuliza tu kibinafsi, au mna walimu hapa wazuri watawaeleza. Bwana Yesu awabariki sana. Sasa twende kwenye ile PDF yetu sasa, ile vita vikuu sasa. Sije kama kuna mwenye swali hapo, labda ningeuliza, kwa sababu mwalimu ile ni darasa ni. Amen. Kama kuna ambaye hajaelewa nirudie, usione tabu. Yaani nitarudia kweli. Sababu hatuachi hata ukwato hatuachi. Tunakwenda wote na watoto wetu na kuku wetu na bata wetu na kondoo wetu na ng'ombe wetu. Amina. Kwa hiyo kama hujaelewa wala usipate shida, wewe unaweza tu ukauliza, sababu nifanye tu kama darasa kabisa ili tuwe huru. Mungu awabariki sana. Okay. Mungu awabariki sana. Sasa Jumapili iliyopita tuliishia pale kwenye kuangalia kimoja cha hivi vifaa. Haya mavazi ya huyu mwanajeshi, askari wa msalaba, anavekwa na ni Mungu anatuveka, si ndio? Tukaona kwamba unafunga hapa kwenye viuno vyako, si ndio? Unafunga mkanda wa kweli, lion guarded about with truth. Viuno vikiwa vimefungwa kwa kweli. Amen. Amen. Na kweli ni neno la Mungu. Na shetani alihakikisha anaung'oa mkanda wa hiyo kweli ili sehemu hii baki wazi, akirusha mishale yake Cupid moja kwa moja inakwenda. Mungu ashukuriwe, amerejesha huu mkanda wa kweli. Ujumbe wa saa hii, huo ndio mkanda wa kufunga. Usikubali mtu kunyang'anya ujumbe huu kwa ujanja wake, kwa ushawishi wake, kwa akili zake. La hasha. Mkanda wa kufunga viuno vyetu ni kweli, na kweli ni neno la Mungu, na ni neno lililofunuliwa, ujumbe wa saa hii. Amen. Amen. Palikuwa na ubishi mkubwa kwamba Biblia na ujumbe ni kipi yakini. Nini yakini ni ipi kati ya Biblia na nini? Na ujumbe.
Shetani akicheza mchezo wa kujipikilisha. Shetani anacheza mchezo wa kujipikilisha. Sisi hatuna Biblia ya ujumbe. Sisi tuna neno la Mungu. Sisi tuna neno la Mungu lililonenwa. Tuna Biblia iliyo wazi. Hivi nataka niulize, kama tuna ujumbe na Biblia, hivi nabii jumbe zake zitoka wapi? Jumbe zote za nabii zitoka wapi? Jamani, jumbe zote za nabii zitoka wapi? Kwa hiyo Biblia na ujumbe sasa. Na jumbe zote zitoka kwenye Biblia. Aliwahi kuja bila Biblia? Aliwahi kusema neno bila Biblia? Ujumbe ni Biblia. Amina. Ni hapo tu pembamba na hiyo. Lakini biharusi haimsumbui. Yeye ni tai bwana. Yeye anajua alionena ujumbe huu ni nani. Ukiendelea kwenye ujumbe utaona makosa yako. Amina. Yako. Lakini wewe ukae makini. Unajua wale 70 ilibidi Bwana Yesu aseme maneno magumu. Amina. Nabii anasema wakati mwingine kuna mambo yanasemwa. Roho Mtakatifu anayasema na anayasema makusudi kabisa, ili kumfanya mmoja akule kichwa chake, achukue kitabu cha Biblia yake atoke naye, alafu hao wengine wakae watafakari. Amen. Amina. Bwana Yesu sijahadithiwa, nimesoma mwenyewe kwa macho yangu na kwa ubongo wangu wa kawaida. Nimesoma ujumbe. Nabii anasema hivyo. Amina. Hiyo kweli anafanya. Mungu anakusema sio wote. Ile kundi lilikuwa kubwa sana katika Luka 10. Luka 10. Kundi likawa kubwa kweli kweli. Lakini sasa wengine sasa watawapunguzaje? Sasa kabila kapekeza ambacho hawataelewa. Katika hilo kundi kuna kundi katikati ya kundi. Kuna mmoja anaitwa Petro. Anasema twende kwa nani ndugu Branham? Anasema twende kwa nani Bwana? Leo hii tunaye Kristo katika kufunuliwa kwa mwana wa Adamu. Twende kwa nani Bwana? Wewe peke yako. Tumeshawishika. Umeshawishika vya kutosha. Tumeshawishika, wewe peke yako ndiye mwenye maneno ya uzima. Na mwana wa Adamu aliyefunuliwa wakati huu sio mtu. Mwana wa Adamu aliyefunuliwa wakati huu, huyo peke yake ndiye mwenye maneno ya uzima. Tunaelewa, hatuelewi, tunaamini. Nikiwa poyoyo sawa tu. Na ni vizuri na poyoyo kwenye neno, ninaamini tu hivyo. Kama nimeonywa, nisizitegemea akili zangu, niwe kama mtoto. Mungu anashukuriwa. Kwa hiyo kweli ni neno la Mungu. Amina. Na tunalo neno lililofunuliwa. Amina. Shika kwa nguvu. So what is the truth? Kweli ni nini? The word of God. Neno la Mungu. That is right. Hiyo ni kweli. Thy word is truth. Neno lako ni kweli. All right. Vema. Now, sasa breastplate of righteousness. Dirii ya haki. Ndio. Nafungwa kifuani hapa. Breastplate. Dirii. Unajua Haruni alikuwa na ya kwake hapa Haruni alikuwa na imara 10 na ngapi? 12. Makabila wazee 12 watuwakilishwa hapa. Na sisi tunawakilishwa na hayo mawe 12, mitume 12. Amen. Alikuwa anavaa hapa. Ndio?
na ulikuwa ukiwa na njozi yako nzuri sana, umeota ya kwamba ulikuwa unatembea njiani, umeota vizuri njozi, na ukakutana na Bwana Yesu njiani akiwa na nabii, wanatembea barabarani, wanakanyaga ardhi hapo, ukakutana nao. Alafu Bwana Yesu akamwacha nabii akaja kwako. Si ndio Unakuwa mjumbe wa ngapi? Wa nane. Mambo haya jamani, alafu hiyo njozi unaiamini? Kweli unaiamini njozi kama hiyo? Kwamba ni ya kiroho? Kwa kumisi ya kiroho hata. Amina, kwa kumisi ya kiroho, kwa sababu si ya kimaandiko. Bwana Yesu mwenyewe nabii mwenyewe alipomwona Bwana Yesu kwenye shamba la mahindi, wakati ameenda kuomba usiku, amwombea baba yake kwenye mkutano aliokuwa ameenda, akaenda kwenye shamba la mahindi, akiwa amekaa pale naomba, alipoinua macho yake akamwona mtu amesimama mbele yake, mavazi yanang'aa, upepo unapeperusha yale mavazi. Nikwambie, vile mtu alisema mbele yake, nabii anasema alikuwa kama futi moja kutoka ardhini. Hilo ni kimaandiko. Amen. Kama yule alikuwa amesimama mbele yake, angekuwa Bwana Yesu amekanyaga ardhi hii, huyo asingekuwa Bwana Yesu ndiye ndiye. Amen. Hata kanyaga ardhi hii mpaka atakapoitakasa na kuikomboa. Hata kanyaga ardhi hii. Amen. Yesu anatembea na mimi chini hapa na mimi, akamwacha nabii akamfuata wewe. Watoto wa Mungu, amina wapi? Haleluya. Tunaambiwa ni shirika moja. Amina. Hiyo usitikia amina. Yesu anatembea hapa. Bibi, kwanza wakati waliokuwa washuki hapa. Atabaki wapi? Hewani. Sasa huyu anatembea hapa, lakini kabla ya wakati wake ametoka wapi? Kweli neno la Mungu lilia haki kifuani. Kwa hiyo njozi yako, kama ukija mbele ya Haruni ukaielezea njozi yako na haikutoa mwanga kwenye mawe yote 12, na mawe hana upendeleo, kama ni njozi ya kiroho yanang'aa. Kama sio ya kiroho, ni njozi zako tu kimya. Usialaumu mawe. Amina. Baba hana shida, njozi yako ndio ina shida, ono lako ndio ina shida, sio la kimaandiko. Tunapaswa kuwa kama wale watu wa kale wakati wa Paulo. Takana naye kwenye mkutano, kasikiliza jumbe zinatembea tu, amesikiliza, amekula jumbe, someni jumbe. Soma jumbe, hamtayumbishwa. Jumbe zinatembea na mimi. Ukasemaje? Ati ngurumo 7 na hata muri wa 7 hujauya na baada nakusema ukitoka pale ana wewe. Wale waumini wa Paulo, ana wewe. Hata kama ni dada, ana wewe. Na wewe mhubiri kifuata na dada, usijivae unakoroma. Tulia. Sio kama dada amekosa adabu, dada anajielewa. Kama kwa kutulia udungwe utulie kabisa. Na kuuliza hapa ulisema hivi, na nabii hapa anasema hivi, nataka uniwekee sawa sawa. Sio kanalizia dada hapo chini, eti wasikuulize wewe. Ngoja uulizwe. Na mimi niulizwe Jumapili iliyopita. Nikasema amina. Na walikuwa wadada watupu, wakanishikia chini. Nikasema sawa. Nitakwenda kuliweka vizuri. Amina na amina. Sio fanya
kama nani na pale mdogo maji na ukajigia hamna, wanajielewa hawa. Mungu abariki wanadamu. Wanadamu wa thamani. Hivyo hivyo. Someni jumbe. Sikilizeni. Shetani akileta ile kamata nyonga. Ila kwa upendo. See? So the breastplate of righteousness. Kwa hiyo dirii ya haki, that is, hiyo ni do what is right. Fanya kilicho sahihi. Hiyo ndiyo dirii ya haki, ni matendo yako sahihi. Unaona you got the word of God in you. Unalo neno la Mungu ndani yako. Doing what is right. Ukifanya kilicho sahihi. The breastplate of righteousness. Ile dirii ya haki. Now, sasa, and I know this, nami najua hili, that some of us has more faith than others. Kwamba baadhi yetu tuna imani zaidi ya wengine. And those who have abundance of faith, na wale wenye imani zaidi, are supposed to pray for those. Wanapaswa kuombea wale wengine. But lakini, if you don't live the right kind of life, kama hauishi aina sahihi ya maisha sahihi, si ndio So diria haki, si ndio? You better live away from it. Bora uache jambo hilo. The devil will laugh at your prayer. Shetani atachekia maombi yako. Atacheka maombi yako. But when you live right, lakini unapoishi vizuri, and you do right, na ukatenda sahihi, and you act right, na ukaenenda sahihi, and you have faith in God, na ukamwamini Mungu, Satan, Shetani, will tremble, atatetemeka when you speak, unaponena. Unaona maisha iliyonyoka, unaona faida yake. Ni silaha kweli kweli. Kwa nini wanatetemeka? Because sababu Satan knows that, Shetani anajua kwamba God is swear an obligation. Mungu aliapa kwa kujiwajibisha, kwa kiapo, he will take care of that prayer. Atashughulikia hayo maombi. Why? Kwa nini? You believe the word, unaamini neno, you live right, unaishi sahihi, you do right, unatenda sahihi, you act right, unaenenda sahihi, and you have faith in God, na una imani katika and you speak, na unanena, it must come to pass. Lazima itimie. Hicho ni kitu cha muhimu kweli. Tukipoteza hichi kitu, ndugu na dada, tumepoteza kitu kikubwa sana. Diria haki. Haki. Yaani unajua mimi nina haki katika hili, nimeamini ni haki yangu. Lazima Mungu anipe. The Christian robe, vazi la Mkristo, is not made up of church-made theology. Halijaundwa kwa theolojia zilizotengenezwa na kanisa. The Christian robe, vazi la Mkristo, is made up of the baptism of the Holy Ghost. Limeundwa kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. And nothing than that. Nothing less than that. Na hakuna kitu pungufu ya hilo. And a life, na maisha, to follow that baptism of the Holy Ghost. Kufuata ule ubatizo wa Roho Mtakatifu. Clean life, maisha safi, right life, maisha sahihi, must follow. Lazima yafuate. That is the breastplate of righteousness. Hiyo ndio dirii ya haki. You see? Naona the life to follow the Holy Ghost, maisha kufuata Roho Mtakatifu, make you live right, yanakufanya uishi sahihi, do right, tende sahihi, act right, uenende sahihi, talk right, uongee au uzungumze sahihi. Sio Mkristo, oya, mambo vipi wewe je, vijana nyie, wewe makini hapo hujazungumza lugha ya Kristo. That is not a right language. Hiyo sio lugha sahihi ya Kristo. Tukwepe hizi lugha za oya, sio lugha zetu. Ukianza kusali kuambia sasa siri moja. Yaani na nyewe wadada. Ukianza tu oya, ukianza tu hiyo. Yaani hapo kuna kuambia kama hujui.
yaani shetani huyo anaanza kukusogelea. Yes, lazima akusogelee shetani. Nasema lazima akukaribie, kwa sababu umeongea lugha ya nyumbani kwao. Hawezi kuvumilia hilo, anaijua hiyo. Yesu ndiye ndani, lazima akusogelee. Atataka ushirika, atajua huyu ni wa nyumbani. Wapoti, hii lugha ni ya Wapoti. Si ndio? Na usijifanye sitaki na mtakuwa na ushirika na Bwana. Unasema haiwezekani ndio kushiriki. Nikupe mfano. Utanielewa? Kwa hiyo huwa unapita mitaa labda ya wapi, tuseme Jeffersonville, Marekani. Ndio tunajua vizuri sana Jeffersonville. Sawa napita mtaa fulani Jeffersonville, alafu nasikia jamaa wale wanapita pale. Wewe sio unapita, nasikia jamaa wanapita kwa mbele. Aisee, uko Marekani hapo? Aisee ndugu yangu. Aisee yani kwa kweli aisee namshukuru. Tangu nimefika hapo unajua mimi namna gani? Sasa hivi na mwaka wa 3 bwana. Nani? Fanya kazi na nini? Unasikia wanaongea Kiswahili. Nataka nikuulize kweli, na wewe ni Mtanzania Mswahili, kama utaweza kuvumilia, nitakushangaa. Yaani nashukuru kwa swali hili. Amen. Sasa hivi naomba nitunze. Lakini kianza nalo hii sio mchezo. Amina. Wewe kuvumilia. Kwa nini? Kwa nini? Jamaa wapi? Si lazima naongea bure sana pia. Haleluya. Yaani nisikia vizuri leo, nimekutana ndugu zangu, nimewajua kwa lugha ya nyumbani. Hata kuongea pale, umetoka wapi bwana nyumbani bwana Kilimanjaro? Kilimanjaro bwana, hawezi la nini pale bwana, ni Mchaga. Mchaga watu wananyima sawe. No. Ushirika unaanza. Si ndio? Na wewe unataka kuniambia kaanza oya shetani atavumilia? Yes sir. Hilo tumemaliza hivi. Kweli. Sasa tuache hizo lugha. Si ndio? Talk right. Zungumza sahihi. Yes sir. Don't talk like world. Usizungumze kama ulimwengu. Talk like a Christian. Zungumza kama Mkristo. Walk like a Christian. Zungumza kama Mkristo. Walk like a Christian. Tembea au enenda kama Mkristo. Dress like a Christian. Kama Mkristo. Amina. That is the breastplate of righteousness. Hiyo ndio dirii ya haki. You see? Naona? Now, sasa feet shod with the preparation of the gospel of peace. Miguu ikiwa imeandaliwa imevalishwa tayari kwa ajili ya injili ya Mungu. A man now, mtu sasa, when he comes into Christ, anapomjia Kristo, anapokuja ndani ya Kristo, he gets his gospel shoes on, anavaa viatu vyake vya injili. Mungu atusaidie. Kama tulivyoa hivi siku nyingi. Tuvae jamani. Tumebeba neno la uzima. Yes. Tuwaambie watu. Tusiogope, tuwaambie. Tuna neno lenye nguvu sana. Niwaambie ukweli. Wanakuwa Kimara walikuwa na sehemu yao pale Kimara, kwa sehemu kuna vijiwe vya kahawa. Vina mirengo mbalimbali. Sasa kuna wengine kijiwe chake cha siasa. Kwa hiyo amefanya hivyo ili watu waje pale wakiongea siasa wanakunywa
kahawa. Sawa sawa. Kwa hiyo wana vitu mbalimbali. Sasa kuna mmoja ndugu wale wakamtembelea, ndugu akawa anamshuhudia, hawa wamevaa viatu vya Injili. Yule muuza kahawa. Muuza kahawa akasikiliza. Akasema sehemu mnakuja hapa kwangu aisee. Nyie mna kitu kizito. Yule saa akawa sasa ni muuza kahawa anapambanisha watu wa madhehebu mbalimbali wanakuja pale. Ndugu wanakuja pale, moto ulikuwa unawaka. Na yule jamaa kama alikuwa anafanya biashara kwa ile ambaye Mungu ambariki, anauza kahawa yake sawa na neno lililochapwa pale. Yeye amegeuza kioo chake kuwa ni sehemu ya reasoning, kuhojiana kuhusu neno la Mungu. Ndugu wanakuja pale na walibatizwa watu. Elishandeni ndio kibabu. Mfano Elishandeni. Muulize. Atakwambia hicho kitu. Akatokeza jamaa mmoja mwenye kofia ya teolojia, yani kofia ya teolojia imejaa. Padri. Akasikia habari za vijana waka shida hapa, akaja pale kuwadhibiti vijana. Padri. Kiti na vijana pale wamevaa viatu vya Injili. Lo. Wakachukua zile nguo za padri zote, moja baada ya nyingine, wakavua wakazitupa pale. Padri akawa sana pa kuwekea sasa. Sasa akawa sasa vita vyetu si vya damu na nyama, akakasirika kimwili kabisa. Anataka kuwapiga yani sio nini ngumi. Padri tulia udungwe. Walimshuhudia padri na elimu yake kubwa alichanganyikiwa. Baadaye akaanza kuwatatania watoto, nyie vijana nyie kwani nyie dini yenu dini gani? Alishinda kwa vile mpaka alienda kanisani padri. Akaja kuharibu kule kanisani kwao na akafungwa. Miguu imevaa viatu vya Injili. Waambieni watu. Juzi na rafiki yangu mmoja sana alikuwa ofisini, kakuta anaandika jina langu kwenye karatasi. Kaambia wewe, majina mengi na langu ameandika kwenye karatasi. Kaambia wewe, umeandika jina langu na nini hapo, kuna nini? Mbona unaandika majina na jina langu umeliandika? Akasema Msuya, wewe ni rafiki yangu, family friend. Nina jambo zuri, lazima siache kushirikisha kangu. Lazima nikushirikishe. Mtoto wangu wa kwanza anapata komunio ya kwanza. Na ni rafiki yangu anapata komunio ya kwanza. Kaambia sio mchezo sio mchezo hii. Ana sherehe kubwa. Kwa hiyo anaandaa watu wako wale. Kaambia okay, sawa, hamna shida. Nikaondoka. Juzi hapa nikaa nimeingia kumeka ofisini kwake. Vipi? Bwana, sio unajua ile ni Jumapili, yani leo. Kaambia sasa kadi yako nitakutumia. Kaambia okay. Lakini sasa ngoja nikwambie. Unataka niwe mwaminifu kwako ama unataka niwe mnafiki kwako? Chagua moja. Unanitaka niwe mtu wa namna gani kwako? Niwe mwaminifu kwako ama niwe mnafiki kwako? Kama unajua mnafiki ni yule mtu anasema kitu hapo mdomoni lakini moyoni tofauti. Unataka niwe nani katika dunia? Akasema hapana, nataka uwe mwaminifu kwangu. Ambia asante, nitakuwa mwaminifu sana kwako. Kaambia ndugu yangu, komunio hiyo nashukuru kwa moyo mzuri wa kutaka kunialika nini. Siwezi kuja kwa sababu hilo jambo si la kimaandiko. Hakuna neno la Mungu kwa ajili ya komunio. Watoto wadogo mnawabatiza, hakuna neno la kuwabatiza watoto wadogo. Maandiko yanasema aaminie na kubatizwa. Sio abatizwae na kuamini. Hiyo mmegeuza kichwa chini miguu juu. Na imesababisha kifo kwenye makanisa. Sababu neno Mungu limegeuzwa, limeleta kifo.
Mtoto mdogo anawekwa wakfu kwa Bwana, habatizwi wala hapewi komunio. Utaratibu wa hakuna kwenye Biblia, na ndio kwa sababu jambo hilo sikubaliani nalo. Alafu bado nijabali kwenye jambo hilo, mimi nitakuwa ndio mnafiki mbaya kabisa, kwa sababu sikubaliani nalo kabisa, na nalipinga vibaya, na nikinyume na neno la Mungu, alafu nije kwenye komunio. Kweli ndugu yangu, akasema basi ndugu yangu, basi tuwe uwe huru. Nikamwambia amina, asante kwa hilo. Lakini injili imeshaenda, inaenda kwa hekima na busara, sio kwa kiburi na dharau. Si dharau, anaamini yale kwa moyo wake wote. Ongelee polepole. Kwa hiyo mara kwanza kuona kabisa kumunio, siku kurupuka tu, hata kitu kama hicho. Hapana, nitulia kwanza. Lazima tuwe na hekima. Miguu iliyofungiwa tayari kwa injili. Sawa sawa. The helmet of salvation, na chapeo ya wokovu, and the breastplate of righteousness, na dirii ya haki, guard up his loins, na akifunga viuno vyake. Okay. Now, sasa 4, shield of faith, ngao ya imani. Okay. Ngao ya nini? Ya imani. Katika ujumbe huu wa vita vikuu vilivyopigana pale 336 unaona pale chini, si ndio Go everywhere, any place, any time. Nenda kila mahali popote, wakati wowote. Feet shod with the gospel, miguu ikiwa imevikwa Injili. You see? Naona. And look, na tazama, above all, zaidi ya yote, above all, zaidi ya yote. Sina mesema above all, zaidi ya yote. Usisinzie sasa, zaidi ya nini? Ya yote. Hilo sitaki tupite. Liingie vizuri. Above all, ya yote hayo, take the shield of faith. Chukua ngao ya imani. Take that please. Chukua hiyo tafadhali. Above all of it, zaidi ya yote hayo. That is the one. Hiyo ndiyo that knocks off the darts. You see? Ambayo inatupilia mbali ile mishale. Inakukinga na mishale yenye sumu, yenye moto. Na shangaa kama siku itapita mshale hujarushwa kwako. Hiyo itakuwa ni muujiza. Hata ukifungia ndani, sema toki nje, itarushwa hata uko. Jina la Bwana libarikiwe. Itarushwa. Taona. Amina. Wewe unafikiri, ngoja niwaambie kitu. Ndugu, unatembea barabarani. Unatembea barabarani, unaenda shughuli zako tu, unawaza mambo, unatafakari neno. Mara unaona macho hivi. Yei! Mtu anavaa nusu uchi. Huku juu gauni limechelewa kuanza. Yeah. Sababu lenzio limechelewa kweli. Yeah. Sasa kutoka bacho. Uchi kabisa huku juu. Na huku chini limewahi kumaliza. Mpaka unasema Bwana Yesu nini hiki? Nikwambie, umeinua macho yako, umeona kitu. Na nataka nikuambie, huo ni mshale. Kama unaona kikuo ni mshale. Na ndugu umelengwa. Kama unafikiri kitu cha kawaida, huo ni mshale. Na nikwambia umelengwa wewe. Hawajalengwa dunia wala kule hata. Wewe ndugu ndio umelengwa. Sasa kama una ngao ya imani, huwa unapenya ni kwa Mungu. Na ukipenya tu unakwenda kwenye nini? Kumbukumbu. Kwani? Nang'ang'ania pale.
kuja kuutoa huo ni kazi. Umelengwa, umelengwa. Unapita mahali tu na shughuli zako, mara unasikia ndio wanapita wale na matangazo, zikr pigwa kwa mtu. Mshale huo, umerushwa huo. Lazima tuelewe mambo haya. Hatuko hapa Qur'ani tu kusoma tu nyume tumalize, tuelewe. Na mshale ukirushwa namna hiyo, chukua neno. Amen. Amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Bwana, naamini neno lako, siwezi kutazama uchafu. Unaangalia viatu vyako, unaondokea jambo hili. Na ukiona la kusumbua, unaenda magotini. Bwana Yesu, ondoa hichi kitu. Sitaki hichi kitu. Mungu anaondoa. Amina. Maswali mengine hapa ni masomo. Haya masomo kabisa. Huwezi kujibu kwa siku moja. Nitaenda kuangalia nirudie. Sawa? Take the shield of faith. Chukua ngao ya imani. That is the one that knocks off the darts. Hiyo ndio inayokinga hiyo mishale. You see? The shield of faith. Ngao ya imani. Wherewith ye shall be able to quench, ili muweze kuipoza au kuikomesha all the fiery darts. Mishale yote ya moto ya Mungu. Ni ya moto? Sio mchezo. Ukidungwa mmoja ni kizunguzungu mwezi mzima. Ndio. Wanafikiri wanaenda zetu wanafikia watu upande wanafikia kuvaa viatu virefu. Alidungwa siku moja. Ndio. Alikuwa achiliwa kichafu kwa kitu. Anakaza ndio mshale wewe. Umeingia pale ya. Au ni mbele anakiwezea kile kiatu. Lakini asema sasa kanisani hichi najua nikienda kanisani mchungaji anaanza na mimi. Kama unaishi kwa ajili ya mchungaji ataanza na wewe. Mbingu sio ya mchungaji. Mbingu ni ya Bwana Yesu Kristo. Ishi kwa ajili ya Kristo. Wewe unasema eti nakinunua lakini nitakuwa nakivaa kwenye sherehe fulani huko. Kanisani sijivai. Mungu anakuona. Na umeshadungwa. Wengine wanasikiza muziki kwa siri. Easy phone. Kuna mambo mengi. Kiu inamuua. Kama kila muziki inataka kukuua, nenda kwa Vari. Niko dawa pale. Kuondoa hiyo kitu. Amina na amina. Wewe wengine hasa watoto tunawazaa ni changamoto. Sio tunazaliwa watu nyama. Wao tunazaa Kristo. Ndugu mtidai. Tunazaa Kristo. Hatuzaliwa Kristo. Wanakuwa ndio waamini wao Kristo. Sasa kabla hawajawa Kristo wanapata hiyo neema sasa. Wewe kwenye shuka. Ana kilio chake pale. Kiu. Amen. Mmoja baada ya kuokolewa alishuhudia. Akaniambia sisi kwa tunakwenda ndani nyumbani. Yaani hivi tunajifungia tu bali tunajifunika shuka hivi. Alishuhudia kabisa mwenyewe. Tunasikiliza muziki. Kiu nataka kutoa tunasikiliza kidogo. Kweli? Amen. Sasa huo ni ufunuo wa mshindi. Angekuwa hajashinda nisingeshuhudia. Kwa sababu ameshinda, nikashuhudia. Ushuhuda wa mshindi. Kila mmoja anabarikiwa. Leo hii mkristo mzuri. Kuna mtamu sana. Dada wa thamani. Lakini kabla wakati huu alikuwa anajifunika. Kuna vijana wangapi hapa wanaojifunika mashuka na kusikiliza au kuvaa hizi headphone
anapata mego. Unapaswa ubadilishwe nia yako. You see? Kwa hiyo, and take the helmet of salvation. Na uchukue chapeo ya wokovu. Sasa hii ni ishara yenye moto ya yule muovu. Ni ishara yenye moto ya yule muovu. Mishara ni mingi sana. Sikiliza, nimekusomea katika ujumbe huu wa God's Covenant. Nafikiri uko pale. Agano la Mungu na Abrahamu. Paragraph ya 93. Anasema, may there is some here that is sick. Labda kuna baadhi yetu hapa walio wagonjwa. May there is some that are sick. Labda kuna baadhi walio wagonjwa and weak, na wadhaifu, and needed, na wenye uhitaji. Lord, Bwana, they are Christians. Ni Wakristo. Satan has shot his arrows. Shetani amepiga mishale yake. Amelenga mishale yake. They connected. Wameunganika na hiyo mishale. And it went over the top of their shield of faith. Na hiyo mishale ilipita juu ya ngao zao za imani. Hata alishika vibaya. And anchored. Na ikatia nanga. But thou art the great doctor. Lakini wewe ni daktari. Amina. Magonjwa ni mishale ya adui. Magonjwa ni ya shetani. Shetani ni magonjwa, shetani ni huzuni, shetani ni hofu, shetani ni dhambi na kutokuamini na kila kitu. Unaona? Mishale hii ya magonjwa. Na mkiona ndugu yenu amepata shida ya ugonjwa, naomba mkumbuke hili. Alilengwa mshale wenye sumu, kapita juu ya ngao yake ukampata. Si ndio? Tutakwenda kuona kanisa linaitwa Wangejani. Naona mishale ya magonjwa katika ujumbe huu wa nini? A super sense. Hii siku. What is right? Hiyo ni kweli. Oh my precious. Oh my. Oh jamani. Precious faith. Imani ya thamani. Precious. Ya thamani. Glorious faith. Imani ya utukufu. God give me faith. Mungu nipe imani. By faith Abraham. By imani Abraham. By faith Isaac. By imani Isaka. By faith Abel. By imani Abili offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Alimtolea Mungu dhabihu bora zaidi kuliko Kaini. Him being yet dead. Yeye akiwa bado hata hivi ingali amekufa. Yet testify. Hata hivyo bado anashuhudia. Oh. How we need faith. Jinsi gani tunahitaji imani. I love him. Nampenda. I want more faith. Nahitaji imani zaidi. Amen. Don't you? Je, sivyo kwako? My desire, shauku yangu, is in this life, katika maisha haya, and for this new year, na kwa mwaka huu mpya, inakuwa ni mwaka mpya, ndio, is more faith in God, ni imani zaidi katika Mungu. And that's what we need here. Na hicho ndicho tunahitaji hapa, the shield of faith, ngao ya imani. We need it more, tunahitaji zaidi. God take away any doubt that is in my mind. Mungu, ondoa shaka yoyote iliyoko ndani mwangu. Remember the mind? Nakumbuka ile nia. Hebu nionyeshe ile. Si unajua kupendeza tu hapo na ile display. Ondoa mashaka yote katika nia yangu, katika roho yangu. Naona hapa mashaka shusha kidogo. Katika nia hapa
kwenye hizi 5. Sawa? Mashaka yanaingia na yanaingilia kwenye imagination, na reasoning. Hapo mashaka yanaingilia hapo. Shetani anacheza na hiyo sehemu, mawazo ya kutokuamini nini tena. Naona, take away any doubt, ondoa shaka yoyote that is in my mind, ambayo iko katika nia yangu. if there should ever arise one, kama kutainuka moja, take it away, liondoe. Satan fights at me, Shetani anapigana dhidi yangu. He fights at you, anapigana dhidi yako. He tries to shoot his arrows, anajaribu kupiga mishale yake. But lakini, may I have that shield of faith always before me, hebu niwe na ile ngao ya imani mara zote mbele yangu. Amen. To withstand the wiles of the devil, kuweza kukomesha mishale ya Ibilisi, to knock off his fiery darts, kuitupilia mbali, kuigongelea mbali ile mishale ya moto, is my sincere prayer. Ni maombi yangu manyofu. I hope this is the prayer of everyone here. Ni maombi ya kila mmoja wetu hapa. And now, na sasa, we will ask the Lord, tutaomba Bwana, that you would forgive us all of any mistake, kwamba utatusamehe makosa yoyote, any sin, dhambi yoyote, of trespass, ya kutotii, or omission, au kupuuzia, transgression, makosa, that if any evil thought has pierced our soul, kwamba kama wazo lolote ovu limechoma nafsi zetu, evil thoughts, wazo ovu has pierced our soul, limechoma nafsi yetu, by the fiery darts of the devil, kwa mishale ya moto ya Shetani, that you will drive away this evil enemy of thine, kwamba utamsukumia mbali huyo adui mwovu dhidi yako, any of thy people, na wa watu wako. You see, evil thoughts, mawazo maovu, they are the darts, ni mishale of the enemy, ya adui. Amina. Umesikia maombi hapa? Sindio? That if any evil thoughts, kwamba kama kuna mshale wote mwovu, wazo, sindio, has pierced our soul, wazo wote ovu ambalo limechoma nafsi zetu, by the fiery darts of the devil, kwa mishale ya moto ya Shetani, na anatumia sana hii leo. Amina. Mawazo mabaya. Ukiona wazo baya linakuja kwako dada, nataka ujue leo, huo ni mshale umetumwa. Umelengwa. Amina. Ndio, ukiona wazo baya linakuja kwako ambalo mwenyewe hulitaki, sasa inakuwaje kama ni mawazo yako afu yataki? Mawazo yako zinakuwa sehemu yako. Sasa hii ulitaki, limetoka wapi? Huo ni mshale umerushwa. Pigeni Shetani naye atawakimbia. Amina. Mishale ya mawazo mabaya. Amen. Unajua nabii anasema hivi, unaweza kaanza kuwazia labda tu ndugu yangu Sanga, anza pata tu wazo ndugu Sanga hanipendi, sijui dakika sijui nini, bahati mbaya sijui labda nisaidie ndugu pale, afu sijui akunisalimia leo, lakini hata hajui kwamba anafanya hivyo. Yaani ndugu Sanga, mawazo sasa, mshale huo akavuka pale kabisa. Nani kuona nimelengwa, inabidi nichukue msimamo wa neno, nisimame pale niseme Shetani,
ondoa mawazo yako machafu hapa. Ndugu Sanga ni ndugu yangu wa thamani. Sanga ananipenda, ni hata hakuniona, hata hajui kwamba aliruka. Shetani umechelewa. Hiyo ni ngao ya imani. Ile kinga ya Sanga. Na unaendelea sasa, unaendelea. Ndugu Sanga hanipendi, ni mawazo yao kabisa. Naomba mnisikilize, ni mawazo yako kabisa. Wala hata Sanga haja kusema ndoa ya kwako, wala ni lakini mawazo yako, mawazo. Ndugu Sanga, ona hata alivyoniangalia jana. Endelea hivyo, unaendelea kuchukua ile mawazo yako kwamba ndugu Sanga hakupendi, mpaka inafika mahali unaamini kabisa. Unaamini kabisa Sanga hanipendi, Sanga hanipendi, na unaanza kusema watu wapendane kabisa, unaanza kusema maskini ya Mungu hata hajui ndugu wa watu, lakini ni mawazo. Umelewa. Amina. Mshale wa wazo baya dhidi ya ndugu, unaanza na wewe kumchukia ndugu. Unamchukia mpaka unafika unamchukia kweli kweli. Ulewa. Unamchukia mpaka unaenda kwa mchungaji. Mchungaji anakuja, haiwezekani namna hii. Waite mashemasi hapa. Hatuwezi kuwa wanafiki mchungaji. Ilianzia wapi? Wazo. Amen. Mpaka ndugu anakupigia simu. Kwa jambo, ndugu ni mweupe, hana shida. Yaani hata hajui shule maskini wao. Na tuendelea. Kumbe wewe mwenzako unaangalia. Anakupigia simu. Ndugu yangu, ndugu sana anambia, ndugu Msoya. Kwanza kiona nimeki. Sasa anapigia. Alikwambia ni nani? Mawazo. Upokei. Upokei simu ya ndugu. Ni shida. Lakini unaweza na wazo tu. Ambalo halina ukweli wowote. Nipo kama namchukia ndugu mpaka simu yake upokei kabisa. Anaongea mpaka mara 7. Aibu alibisho ndugu ananiona. Aibu yako. Vita hivyo. Ni vita. Usikubali wazo lolote baya dhidi ya ndugu au ya dada yako. Sembuse na mtu yeyote yule. Siruhusu katika kitu hicho. Na lazima ukimuona ndugu yako, macho ya damu na yeye, ukimuona ndugu yako, nimeona ndugu Elimani, najua hapa mna Elimani, nimemuona ndugu Elimani na yule dada yule nani yule anaitwa nani, Hadija. Nimewaona kabisa wameingia guest number fulani. Nimeona na ukaenda umefunga na mama. Neno la kuambia
Alafu je, kuhusu wazo sasa? Hata kama mawazo tu yanatushinda mpaka tunachukiana, mawazo tu. Ukiona je? Mawazo mpaka nafanya vikao. Mawazo kabisa. Kwa ndugu yangu Chidai pale anaishi maisha fulani. Na Chidai huyu haiwezekani. Pigaji huyu. Wazo tu. Hata kwanza Chidai mpigaji nani? Unaona wapi? Na wazo linaendelea, pigaji. Hata unaamini. Hata unaanza kusema. Alafu unaanza kueleza mambo magumu. Mungu anakusaidia. Haya mambo yanatokea miongoni mwetu. Kama sio hapa, basi Mungu awabariki, lakini yanatokea miongoni mwetu. Na yanachafua kanisa kweli. Yanachafua ushirika. Tunakuja hapa kanisani, hakuna roho wa Mungu kutembea kabisa. Watoto wa Mungu wanafia kwenye viti hapa kwa sababu ya mambo haya. Mungu hawezi kutembea miongoni mwetu tukiwa na mambo haya miongoni mwetu. Hawezi kabisa. Unajua spiritual atmosphere, hali ya hewa ya kiroho. Spiritual atmosphere, hali ya kiroho. Hali ya kiroho ya kanisa inaweza ikasababisha watoto wa Mungu wakazaliwa mara ya pili. Au watoto wasizaliwe mara ya pili. Ni hali ya hewa ya kiroho ya kanisa. Ikisababisha watoto wazaliwe mara ya pili, ikasababisha watoto wasizaliwe mara ya pili. Biblia inasema hivyo. Amen. Ni hali ya hewa ya kiroho. Itamleta Roho Mtakatifu miongoni mwetu, itamuondoa Roho Mtakatifu. Ni hali ya hewa. Na hiyo hali ya hewa ya kiroho ni wapi? Unaelewa sasa kiroho unaelewa roho nini sasa Sasa kama hapo pamechafuka sasa. Kanisa lote limechafuka. Ndio. Ndugu na dada wanaangalia kwa makengeza. Pamechafuka wapi? Roho. Kwa hiyo roho zetu tunajisia. Ndio wanaangalia huko makengeza. Yaani kimwangalia huko na mwana wawili watatu. Mayopiki. Ni shida kanisani. Tunaangalia kwa makengeza. Mawingu ni mengi kati yetu sisi kwa sisi. Mawingu ya nini? Ondoa mawingu hayo. Ondoa ndugu. Yaani mzuia Mungu ndani ya moyo wako. Hakuna tuonani vizuri, yaani kuna hivi. Yaani uelewi, yaani hivi unamwona tu kama pua imegawanyika. Na alikwambia nani? Na anazuia watu mtu leo mara pili. Hiyo ni kweli. Unajua Mungu anaweza akaangua vifaranga? Hiyo ni kweli. Anaweza kaangua mayai. Kabisa, sio kidada. Kuangua. Ni ile hali ya mazingira ikipatikana. Mungu akikaa, akifundishwa, akakaa kwenye mayai pale, akaangalia ile joto la mbu. Nasema Mungu ndio, joto la mbu lile. Ni ile hali ya mazingira, hali ya hewa ina maintain ile ambayo inatakiwa kifaranga yai ifanye nini? Na kuambia baada ya siku 21 utasema Mungu. Hali ya mazingira, hali ya hewa ya kiroho ya kanisa hili, mioyo yetu hapa kama haijapigwa mishale mingi ya mawazo mabaya, itatengeneza hali ya hewa nzuri hapa, na watoto wa Mungu watazaliwa mara ya pili.
Unaona? Mawazo mabaya. Yes, ni mishale yenye sumu ya yule muovu. Unaona? Na mambo mengi tungeweza kuzungumzia hapa ambayo ni mishale. Kila siku tunakutana nayo. Kila siku tunakutana nayo. Tamthilia display pale, usijiingize hapo, ipo mshale. Hajikuta na wewe unafuatilia kweli kweli utamthilia. Wala hujui ulianza lini kufuatilia. Ulimengwa. Napenda kina Suzi, sina kina nani. Kwa hiyo hofu, fear, woga, doubt, mashaka, evil thoughts, mawazo, diseases, magonjwa, words, attractions, vivutio vya ulimwengu au vishawishi vya ulimwengu, and so forth na kadhalika. They are all the evil darts. Hiyo ni mishale miovu inaelekezwa kwenye mioyo ya watoto wa Mungu. See? But listen. Lakini sikiliza. And faith is the victory, na imani ndio ushindi, that overcomes every curse of the devil. Ambao imani ndio ushindi unaoshinda kila laana ya shetani. Faith is our victory. Imani ni ushindi wetu. Faith is the victory. Imani ni ushindi. Faith in what? Imani katika nini? Not faith in your church. Sio imani katika kanisa lako. Not faith in your creed. Sio imani katika kanuni yako. Not faith in some man. Sio imani ya kuamini mtu fulani. But faith in Jesus Christ. Imani ndani ya Kristo Yesu, who made the promise. Aliyetoa ahadi. That is a victory. Huo ndio ushindi. Amen. Haleluya. Unajua sasa ingine ukutana mishale ni kali sana. Unawazia andiko. Siogope enye kundi dogo. Kwa kuwa nimependeza baba yenu kuwapa ninyi ufalme. Kwa kuwa mimi nimeushinda ulimwengu. Ninyi nani mtaushinda ulimwengu? Nasema asante Bwana. Hiyo ni ahadi yako, haijalishi mambo yakoje. Ili mradi umeushinda ulimwengu na umeahidi na mimi nitaushinda ulimwengu. Bwana, jaribu hili nitalishinda kwa yote. Ni ahadi yako. Imani. Dawa ya imani. Chukua ahadi, uweka pale. Weka pale. Kuna baadhi ya kufika hapa ambapo tutaona kitu fulani. Sawa? You see? No. Faith, you see? Faith in Jesus who made the promise. Imani katika Yesu aliyetoa hiyo. That is the victory. Huo ndio ushindi. What is it? Hiyo ni nini? Is a victory. Ni ushindi. Say, unasema, my arm is still crippled. Mkono wangu bado ni dhaifu, umelemaa. But faith is the victory. Lakini imani ndio ushindi. I still feel sick. Bado najisikia mgonjwa. But faith is the victory. Lakini imani ndio ushindi. It overcomes the world. Unashinda. Hiyo imani ni ushindi unaoshinda ulimwengu. Now, when you can climb into God, unapoweza kupanda mpaka kwa Mungu. By prayer, kwa maombi. Umeona hiyo Amen. Nabii anasema kama ahadi fulani unajaribu kuifikia. Unajaribu kufanya nini? Lakini unaona bado yuko juu, yani kuifikia, yani bado unaona tumeambiwa namna ya kufikia hiyo ahadi ambayo unajaribu kuifikia, lakini bado unaona uifikii. Tumeambiwa namna ya kuifikia. Kwani wewe kama kitu kimewekwa hapa sasa sifikia, si ndio? Sasa nitakachofanya mimi, amen, najua dawa ya kufika pale. Hamna shida. Natoka jana. Nani nipe ile ngazi? Amen. Nipe ile ngazi. Nipa ngazi. Naweka hapo, napanda. Haya, haleluya. Anachukua ni changu na ondoo. Hiyo. Anajua anasema kama kuna ahadi yoyote
ambayo unaona uifikii, chukua ngazi. Amen. Panda. Wakati kujielewa kidogo, kuna ngazi ya kupanda uifikie. Na hiyo ngazi nabii anasema ni nini? Magoti. Piga magoti. Omba. Bwana ninaamini. Bwana ninaamini. Bwana ninaamini. Bwana ninaamini. Bwana ninaamini. Wewe ni mkuu wa maungamo yetu. Ninakiri ninaamini Bwana. Ndio kwa maombi ya kukiri tu umechukua ngazi, unapanda, unapanda, unapanda mpaka unaifikia. Amina. Amen. Ngazi ya magoti. Amen. Ndio hii hapa. Amen. When you can climb into God. Unapoweza kupanda mpaka kwa Mungu By prayer. Kwa maombi. Until you see the thing conquered under you. Mpaka uone hilo jambo limeshindwa chini yako. Mmeelewa? Until you see that thing mpaka umeona jambo hilo limeshindwa under you, chini yako. How? Namna gani? By prayer. Kwa maombi. Pray. Omba. Pray. Omba. Pray. Omba. Confess. Kiri. Ungama. Omba. Confess. Ungama. Why do we confess? Kwa nini tunaungama? Because you have a promise. Kwa sababu unayo ahadi. Hebrews 3:1. Waebrania 3:1. He is the high priest. Yeye ni kuhani mkuu of our confession. Wa maungamo yetu. Yes. Amina. Yeye ni kuhani mkuu wa maungamo yetu. Amina. Maungamo ni nini? Yale unayokiri amefanyia. Yeye yuko pale kuhakikisha kwamba yale unayokiri amefanyia yanakuwa yako. Amina. Yanakuwa yangu. Yuko pale. Maombi ya kukiri. Naona? Mpaka hata kama ni tabia mbaya inakusumbua. Mimi na makutii. Dada, jambo linakusumbua? Hii hapa dawa. Nenda makutii. Mpaka uone kitu hicho kimeshindwa chini yako. Tabia hiyo imewekwa chini yako. Badala ile tabia kukutawala, wewe ndio unaitawala. Amina. You see? Naona? You see? Until you see that thing conquered under you. Mpaka uone kitu hicho kimeshindwa chini yako. There is nothing that can hurt you then. Hakuna kinachoweza kukuumiza tena. You have overcome. Umeshinda. You got 50 miles of elbow room. Wewe una maili 50 za kile chumba chenye mkunjo fulani. Mimi nitaipati. Huu ni msemo. Ndio, umeshaenda kwenye maombi mpaka kile kitu umesikia kabisa kwamba kimeisha. Kimeisha. Kiko chini ya miguu yako. Hakuna cha kudhuru. Na ndio nasema you got 50 miles of elbow room. You are sailing free then. Hapo sasa unaogelea ukiwa huru. Unaabiri. Amen. Unaabiri kwa uhuru. Amen. Sasa hii 50 miles of elbow room meaning of this expression, maana ya maelezo haya ya ili tamshi hili. Ndio. Ili tamshi linasema 50 miles of elbow room. Anasema you got it. Ndio. Nini? Means that inamaanisha kwamba you have plenty of space. Una sehemu au nafasi kubwa. Pana sana. Uhuru. Or opportunity. Au fursa. To move around. Kutembea na kuzunguka. Huko. And do what you want. Na kufanya unachotaka. Without being crowded or restricted. Bila kusongwa au kuzuiwa. Amina. Haleluya. Amen. Unapopanda hizo ngazi mpaka ukaridhika, hichi ndio kinatokea. Amina. Unaingia katika anga za anga, hakuna mipaka. Amen. Hakuna kizuizi. Yote yanawezekana kwa yeye aamini. Yote yanawezekana kwa yeye aamini. Yote yanawezekana. Amina. Ndiko nakuelea sasa. Yes. Lakini umepanda kufika huko kwa magoti. Yes. You see? Unaona? Hallelujah. Hallelujah. Oh,
Oh, when I think of it, ninapoiwazia hiyo, take God at his promise, mchukue Mungu katika ahadi zake and go forward. na usonge mbele. Go forward in faith. Songa mbele katika imani. Faith in what? Imani katika nini? Believing that Ukiamini kwamba what God is saying, kile Mungu alichosema anchored here in my heart, kimetia nanga hapa moyoni mwangu, and it is my personal property, na ni mali yangu binafsi, because sababu Jesus Yesu died for it. alikifia hicho, I am riding on it. nami nakiendesha hicho, I believe it. ninakiamini. Amina. Shield of faith. Ngao ya imani. Tungeweza kuendelea hapo na kuendelea. Sasa ngoja nisogee kidogo hapa. Okay? Sawa? Niendelea tu. So, Kwa hiyo ile page ngapi? Hapo tu. Yes. Now listen. sikiliza sasa. Katika ujumbe wa vita vikuu. It must be accepted in the mind. Lazima ipokelewe katika nia. You understand the mind now, eh? Unaielewa sasa, eh? Then it is believed with the heart. Ndipo inaaminiwa moyoni. Unaona ndio inapoteremka. Kwanza nasikia imani ya usikia, si ndio? Ikisikia inaingia ndani, eh? Kiingia ndani kwenye ubongo pale. Inaingia sasa kwenye ile sehemu isiyoonekana, the mind. Nia. Ile sehemu tano. Halafu hapo inapokelewa. Ikipokelewa inafunguka mlango mwingine, inazama ndani. Unaona hiyo sana? Amen. Inazama pale ndani ya moyo, pale kwenye nafsi. Nina. So, see? Then with the heart. Ndipo inaaminiwa na moyo. Then Ndipo the word of God, neno la Mungu becomes a reality. linafanyika uhalisia. Amen. Kwanza ulisikia. Amina. Amen. Likaingia kwenye nia yako. Amina. Kwenye moyo wako pale. Yeah. Sawa? Yes. Likakubaliwa. Hapo pale moyoni pakafungua mlango, ikazama pale nafsini. Likizama nafsini linakuwa halisi. Amina. Reality. Then Ndipo every sense of soul and the body is just scored out with the Holy Spirit. ndipo kila hisi ya nafsi na mwili inakuwa imemilikiwa yote moja kwa moja na Roho Mtakatifu. Then your sense of God, ndipo hisi yako ya Mungu, your sense of God, ndipo unakuwa unamuhisi Mungu. Unamhisi Mungu. Your sense, your conscience of God, ndipo unakuwa unaufahamu kuhusu Mungu. everything, Kila kitu that is godly, ambacho ni cha kiungu flows through you. kinatiririka kupitia wewe. Amen. There is not a doubt anywhere. Hakuna shaka mahali popote. There is nothing can rise up. Hakuna chochote kinachoweza kuinuka. Wakati ahadi umeipokea, ikaingia rohoni mwako, ikazama moyoni mwako, pale nafsini, hakuna kinaweza kuiondoa. Amina. Mungu na atusaidie. Amen. Unaelea kwenye hilo anga lisilo na mipaka. Amina. You see? Unaona? There is nothing can come up in the memory. Hakuna kitu kinachoweza kuja katika kumbukumbu. And say, Kiseme, when I remember Miss Jones tried to trust God, vema nakumbuka binti Jones alijaribu kumwamini Mungu, and Miss So and So, na bi fulani na fulani, Miss Doy tried to trust God for healing. bi Doy alijaribu kumwamini Mungu kwa ajili ya uponyaji. I remember. Nakumbuka. Nothing. Hapana, kitu kama hicho hakiji.
They tried to trust God for healing one time. Alijaribu kuamini Mungu kwa uponyaji wakati fulani. And she failed. Na akashindwa. That does not come in your memory. Hilo haliji katika kumbukumbu zako. Kwa sababu kile kitu kimetoka kwenye kumbukumbu kimezama ndani. Hata kumbukumbu hazina na hazikifikii tena. Hizi tano za nje hazikifikii mle ndani. Amen. Mungu na ashukuriwe. Tunahitaji neno lizame ndani. Amina. Mambo ya kumbukumbu ya nani alijaribu akashindwa, inahusiana na wewe. Mungu ni wako binafsi. Amina. Wako binafsi. Yes. Bwana Yesu Kristo sio mwana kondoo wa sadaka kwa ajili yetu wote. Amina. Na nikuambia nani? Yeah. Kwamba yeye ni wakundi? Bwana Yesu alikufa kwa ajili yetu wote. Alikufa kwa ajili yangu mimi. Amina. Jamani, mimi peke yangu. Amina. Unaniachia Mimi peke yangu? Si kitu kuhusu wewe. Yeye ni mkombozi wako binafsi. Ndio? Na wewe unapaswa umchukue vivyo hivyo. Kila mtu hapa anamchukua Bwana Yesu Kristo mzima. Aliacha mbingu na kila kitu, akaja akateseka, akafa, akatoa dhabihu mwili wake na kila kitu ni kwa ajili yangu mimi Bwana. Ninaamini wewe ni mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa kwa ajili ya dhambi zangu mimi. Amen. Hatuoni kama kundi. Kila mmoja hapa ana haki ya kusimama na kusema neno hilo. Sio wa kundi, ni wa kila mtu binafsi. Amina. Ndio. Nipenda kutoa mfano huu kusema amina. Hivi tunapotoka hapo nje, tuko watu milioni moja. Watu milioni moja. Sikilizeni hii mfano wangu kitoto. Nazungumzia kuhusu Bwana Yesu Kristo kwa mkombozi wako binafsi. Natoa mfano. Tutoke hapo nje hapo. Watu milioni moja tunakusanyika pamoja. Tumekaa hapo asubuhi mpaka sasa, kwa sababu tuko watu milioni moja. Yale madhara ya jua yatakayonipiga mimi, sababu tunashirikiana sasa, tunagawana madhara. Tunagawana msito milioni moja. Nikiwa mwenyewe nitaungua sana. Kwa milioni moja tunagawana, kwa hiyo tutaungua sana Yaani ile jua wewe usifikiri kwa milioni moja nitakuacha. Nitakupiga mtindo ule. Kama mngekuwa milioni 20 mtindo ule ulikuwa kwa hiyo. Sasa tuko milioni moja kugawana, hamna cha kugawana. Sio? Ile impact, effect utakayopata ni kama ungekuwa mwenyewe haya hivi wazima, impact ni ile. Madhara ni yale hayapungui hata. Kwa sababu mnakuwa milioni moja, kwa hiyo sasa tutagawana, hakuna kugawana. Mungu akiwa ndio mtagawana Mungu. Lakini sio jua. Vitawapiga na kupiga na mimi. Kama ni upara hapo utaungua mpaka kwa Musa. Ukiwa mwenyewe mkiwa milioni moja. Huyo ndio Mungu wetu. Yaani yeye anakwambia ni wewe na yeye. Ni wewe na yeye. Daima Mungu ni wewe na yeye. Sio sisi na yeye. Ni mimi na Bwana. Sio sisi na Bwana hata ni mimi na Bwana. You see? Kwa hiyo kuna kumbukumbu sio Miss Jones alijaribu akashindwa, hiyo haiji. Amen. You see? Now here it is. But if that channel, lakini kama huo mkondo, now we have 5 channels. Tuna mikondo mitano in the spirit, katika roho. Ile na nini picha. Ile picha. Siko jirani tu hapo. Na mikono mingapi? Katika nini? Katika roho. Nje kuna mitano. Mimi kwanza sina habari napo kabisa. Hata sasa kuzungumzia huko. Mimi na hapa vita vyetu viko hapa. Sio vya huku. Ni vya hapa. Ndio maana tuko hapa daima. Sawa sawa Hapa katika roho ndio kuna hizo ngapi? 5. Ni mikono mingapi?
Sasa nabii anaziita channels, mikondo. Kwa hiyo anamaanisha hiyo hapo, mawazo, dhamiri, hisia, ndio hoja, kumbukumbu. Hiyo ndio anaizungumzia hapa. Sawa sawa? Sikiliza kwa makini sana. But if that channel, lakini kama huo mkondo has been cleared out, umesafishwa, and been purged, na ukaoshwa, and been filled on the inside na with the Holy Spirit, na ukajazwa kule ndani na Roho Mtakatifu, that don't even come in memory. Hilo hata haliji katika kumbukumbu. Habari ya Mistonzi alishindwa, hata haliji kwenye kumbukumbu. Lakini hapa huo mkondo lazima usafishwe. Hii mikondo lazima iwe safi, ndugu na dada. Clear the channels please. Safisha hiyo mikondo. Sasa shetani ana biashara moja, namalizia. Najua Jumapili ijayo nitamaliza somo langu kwenye kilele kabisa, na tutafunika piramidi yetu ya kugeuka, tuone umuhimu wa hii mikondo kusafishwa. Hii mikondo, ndugu na dada, haina budi kuwa safi. Na shetani anafanya kila analoweza kuchafua hii mikondo, kuhakikisha ya kwamba inaziba. Na inapoziba ndipo hofu zinaingia, mashaka inaingia, kutokujiamini kunaingia, naona wasiwasi unaingia, hatuna ujasiri tena mbele za Mungu. Anapambana sana kuchafua hii mikono. Amina. Unapookoka, unapozaliwa mara ya pili, umeokoka, unapokea, ndio, the mind of Christ, nia ya Kristo. Unasikia? Iweni na nia hiyo hiyo ndani iliyokuwa ndani ya unapomwamini Bwana Yesu Kristo, unapokea nia yake. Kupokea nia yake ni nini? Hebu niseme kitu. You see? Unaona? Sasa you imagine like Christ. Unawaza kama Kristo. Kupokea nia ya Kristo ni ile ndani pale. Sasa Kiswahili sema na nia ile. Leo nia ile kwa ndani ya Kristo. You imagine like Christ. Unawazia kama Kristo. Your conscience is like that of Christ. Mawazo yako ni kama yale ya Kristo. Dhamiri yako ni kama ya Kristo. Your affection, hisia zako ni kama za Kristo. Like of Christ. Amen. Your reasoning, hoja zako, is like of Christ. Ni kama za Kristo. Your memory, kumbukumbu, is like of Christ. Ni kama ya Kristo. Iwe ni nia hiyo hiyo iliyokuwa ndani ya Kristo. Hiyo ndio unapokea unapozaliwa mara ya pili. Nia, mawazo kama ya Kristo, kumbukumbu kama za Kristo, hisia kama za Kristo, hoja kama za Kristo. Unakuwa kama Kristo. Amen. Katika roho zetu tunapaswa tuwe kama Kristo. Amina. Amen. Na hapo ndipo hiyo mikono haina budi kusafishwa. Shetani anapambana kutupa uchafu mwingi, ni kuziba hiyo mikono. Na pia anasema plumbings, mabomba yanazibwa. You see? Unaona? They must be clear. Lazima iwe safi. You see? Unaona? Now, sasa even the channels have been cleared. Kama hiyo mikono imesafishwa, no matter about Miss Jones. Haijalishi kuhusu Miss Jones. What she did? Kile alichofanya. It is you and God together. Ni wewe na Mungu pamoja. And nobody else. Na hakuna mwingine. But you two. Isipokuwa ninyi wawili tu. There you are. Hapo upo sasa. There is your battle. Hivi hapo vita vyako. Kill him at the beginning. Muua kuanzia mwanzo. Sikiliza, shetani sio
Na unajua watu wanaingia shidani unapoanza kucheza na kanyoka. Yeah. Hata wadada wanapata shida, dada anaanguka kwenye uzinzi, alianza kucheza na kanyoka. Ndugu anaanguka kwenye uzinzi, alianza kucheza na kanyoka. Kanyoka amejizungusha tik 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 tik. Kanyoka haka. Nyoka ni nyoka. Nyoka ni nyoka. Kill him at the beginning. Muone kuanzia pale mwanzo. Yaani usicheke usikinyume hata kidogo. Wadada wewe wakali kabisa. Yaani mwanamume asikuletee mchezo. Uwe mkali kweli. Amen. Ukianza kusema unajua kale kijana mpole. Mpole kweli. Jamani mpole. Hata kweli angeamini ujumbe huyu. Shida hiyo. Nyoka huyo anaanza kuonea huruma. Sema sasa huyo nyoka anatemeka hapa, ngoja tu nimchukue, nimweke tu asinielewe vibaya. Asinielewe vibaya. Asinielewe vibaya sio? Utaona kitu moto. Sasa unamweka mkono. Sasa jana na baridi bwana. Jamani, unajua kwa sababu siku nyingi. Nikakuona kwa kweli, yani nimekuangalia muda mrefu. Mimi nina nia njema pamoja na yako njema. Wewe ni shetani tu. Unamsipatia hizo nyoka? Sikiliza, sasa chukua. Naweka mkono hapa. Baridi, anapata joto kidogo. Anaiwa kitu. Utakuja kusikia huko. Sumu imeshaingia mwilini. Dada umeenda. Ndugu umeenda. Tunaanzaje mchana wa leo? Tunaanzaje? Muone kuanzia mwanzo. Hapo. Yaani usingojee sije kesho. Mwambie ewe kijana, stop. Mimi sio wa mchezo. Mimi sio wa mchezo. Acha upumbavu. Acha ujinga wako. Peleka kule. Sio hapa. Stop. Komeshe. Dada wewe mkali. Tena sio mkali bado. Fanya mchezo. Ukiendelea mchezo kweli, leo nitakupiga jiwe. Ndio unamaanisha kwa macho, unamaanisha kwa mdomo, unamaanisha kwa mikono, unamaanisha kwa miguu. Sio unajua anajua huyu unajua nini unatulia. Ndio, hatumaanishi. Unajua nini unafanya nini hapo wewe? Wewe ndio unafanya nini hapo wewe? Unaendelea mzaa na msichana wa nini? Mzaa wa nini nyoka huyo? Dada mzaa wa nini hapo? Hii mwaka bigini. Muone kuanzia mwanzo. Sikiliza. Stop him dead. Mkomeshe na uue. In his track. Katika mpango wake. Stop him dead. Mkomeshe kabisa na uue, umalize. Unarudi tena na ujinga wake. Mkomesha kabisa. Alikuwa naambia kwenda. Ndio vita hivyo jamani. Hawa tunapitia haya. Haya mambo kila siku hapo. Ndio. Ndio wewe yani kweli. Hana bahati wewe kukutana huko na bahati kukutana nini? Nani kwambia? Ndio naona. Unaweza ujinga wako Ndio wewe. Ndio bahati pia kule. Hapo kuna bahati yoyote. Amina. Yes sir. Komesha hapo. Ndio. See? Naona? It ain't how long you can make the war linger. Sio unaweza ukafanya vita vile virefu jinsi gani? Sio. Yeah. Unamvutia kasi, unavutavuta nini? Ndugu, unavutavuta nini? Hata sio hiyo. Amen. You can make the war linger. It is stop. Ni kukomesha. Stop it right
now. Komesha hiyo sasa hivi. Right now. Sasa hivi. Kuvuta no. Hiyo sio mbinu ya vita. Hiyo utashindwa vibaya. Mungu awabariki sana. Amen.